Hello guys, bana mambo vipi watazamaji wa Weza TV online, ungepani Mr. A ndio utakuti masa. Ni kwa kwanza kutembelea channel yetu, subscribe, ku like, comment na kushare. Bana leo nipo na kabisa nilivyoona mbele yetu hapa, tutakwenda kutambulisha kwa majina ili tuweze kuwafahamu zaidi. Bana mambo vipi? Mpoa. Salama shemu? Yeah. Uko sawa? Nyama. Nipate kufahamu jina lako. Naitwa Mary. Mary? Yeah. Mary Queen au? Mary tu. Maana Mary? Sina Mary tu. Ndio maana yake. Kipindi mshigaji na kutongoza, alifaa kutongoza tu ukamkubalia ama kuna kukaza fulani hivi? Yote zilikuwa ni nyingi tu. Lakini aliaso kama mara ngapi kipindi anakuja kutongoza? Ile siku moja ukamkubalia ama? Yaani ilikuwa kama miezi mingapi ndio nikamkubalia. Jamaa alikuwa na bidii. Sasa kitu gani ambacho kilituma, yaani kitu gani ambacho kilikushawishi mpaka ukamkubalia sasa? Unaona amenipenda tu. Ulimpenda kwa muonekano wake ama muonekano wake na vitu vingine? Kwa hiyo jimu ikishaisha, jimu akishapata ugonjwa, mwili kishapungua, kwa unamkataa? Hapana. Tuseme tumempenda. Yaani nimempenda. Mshikaji, tunaenda kwa mshikaji sasa. Vipi baba? Kama baba. Lakini tungependa tufahamu jina lako sasa. Ndio Giant OG, almaarufu mnalijua almaarufu yangu Labda mimi naifahamu lakini watu hawafahamu. Nani you? Mimi ndio yule security wa follow Bugatti, ka follow Matete. Kwanza hapo ndio tutagusia kwa follow. Hivi kipindi unajua kwa majukumu ya ndoa. Vipi utaendelea na bodyguard pale wa follow, utaendelea kumlinda? Hapo hivyo nitakiwa tu balance muda kazi, kwa sababu mambo sasa hivi yamekuwa ni mengi, sio kama zamani. Zamani ilikuwa tu muda wote nipo kwa follow Bugatti, lakini sasa hivi nipo na mke wangu. Kwa hiyo muda mwingi sana nitakuwa na mke wangu, hata kama itafika tu full na show, mimi nitakuwa nipo busy na mke wangu. Itategemea sana kama boss watanipigia simu sana. Lakini nitakapokuwa na mke wangu muda mwingi, mambo mengi yatakuwa kwa mke wangu. So sitoki. Lakini muda mwingi nitakuwa kwa mke wangu. Kwa sababu hapo tunataka tu balance muda sasa hivi. Lakini sasa ukikaa muda mwingi kwa mke wako, sasa kula, majukumu, unahitaji mafuta, viatu, nini? Nakwambiaje? Sijakataa kwamba eti nitatoka kwa follow Bugatti au bana ponga, hapana. Lakini kwa follow nitakuepo, kwa mke wangu nitakuepo. Ndio maana nitabalance muda. Zamani nilikuwa muda wote nipo kwa follow. Sasa hivi kwa follow kwa mke wangu, kwa follow kwa mke wangu. Kazi kidogo. Lakini tutegemea mshahara utapanda? Kwa sasa hivi utashuka sawa, sababu gani? Mara nyingi nilikuwa kana masaa 24, sasa hivi nitakuwa kana masaa 12 tu. Basi yaani tunagawa sana. Lakini sasa hivi itashuka, maana yake mbele ukapokea kiasi kikubwa sana. Kinashuka tu, waganya mara 2 kinashuka. Sasa tofauti na ulinzi wa bodyguard wa follow, utafanya nyingine kazi gani ambayo utajisha? Nitaenda Mwanza na mke. Mwanza nitaenda kuanza majukumu mapya ambayo nitasimamia mradi wa Maza. Vipi tuelekea na shemeji? Nitaenda naye kabisa, sababu gani? Nitakiwa lafuzi badilike, lafuzi ya Kibembe itoke ile, aende wapi? Aende mkoani kabadilisha mazingira. Kwa natakiwa nimbadilishe kila kitu. Mke wangu anatakiwa kabadilike kila kitu. Ni kweli shema, hujui una lafuzi nzuri ya Kiswahili? Achana naye tu. Anaongea kweli. Na star siku zote maisha yake yapo online. Siogopi kitu chochote. Mimi si ni star. Hakuna mbali nitafutia usta tofauti na follow. Kwa mbali nitafutia usta anaweza kanikataza mimi. Umeona Alisababisha mimi sasa hivi ni star ni follow. Ndio anaweza kusema Giant usiongee hichi kitu. Kwa hiyo kama naongea kwa sababu na uhakika. Mke wangu anataka kubadilisha kila kitu ambacho mimi nakitaka. Sasa lakini wewe kwenda Mwanza, ukielekea mjini Mwanza, sasa vipi itakuwaje wewe na follow mawasiliano? Ili kuongea anahitaji ulinzi au atafuta mwingine mtu wa kumlinda? Wewe enda katafuta. Lakini mimi ni stock. Lakini nikapata wenzangu wasaidizi ambao mimi nikiwa sipo wenyewe wanakuwa hapo na, lakini nikiwa nimekuja tunakuwa tunapambana tena. Lakini nitakuwa mara nyingi nipo Mwanza sababu ya majukumu ya kikazi. Mazoezi vipi, utaendelea kupiga mazoezi? Kama kawaida tena Mwanza tu, yani ndio vima vimejaa kama vyote. OG. Sasa lakini hivyo utafanya Mwanza kama muda wa miezi mingapi? Yaani kule ndio nitaenda kwanza maisha mengi kabisa. Kwa sababu kule nitakuwa natafuta hela. Huko nitakuwa nakuja wakati wa mapumziko kule. Maana kule nafanya kazi ya uvuvi. Ni hatari sasa, lakini kwenye gym utamudu kweli? Itawezekana kwa sababu gani? Mimi kule siendi kufanya sijui majina, mimi nakwenda kwa msimamizi. Wavuvi ambao wanasimamia kwenye biashara za mango. Tutegemee vipi shemeji atatoka lini? Tarehe 7 mwezi wa pili. Tarehe 7. Mbona muda unasogeza muda sana, shida nini? Tumeshapangilia tayari na kamati yote. Kwa hiyo ndivyo natakiwa hiyo. Na baadaye tu hapa karibuni naenda kuachia kadi. Kugawa watu kadi?
Utaalika okay, kuna masuala ya kadi. Wewe ni mtu ambaye wewe na follow mko Bennett sana. Vipi tutegemea kadi utafika upande wa pili? Ya itafika kwa Mr. Pimbi lazima. Hiyo kitu nishaisema sana kila interview. Mr. Pimbi atapata kadi yangu. Ni lazima. Sasa wewe unamtusi kwenye TV nyingi unaambia Mr. Pimbi. Sasa atakubali kweli kupokea nani kadi yako? Mr. Pimbi. Wewe jamani mshikaji wetu. Sasa tukiwa kwenye mambo ya nini ya kamera tutakuwa lakini Mr. Pimbi tamfikia. Tutafanya hivyo na atachukua kadi yangu kama kaa. Lakini hata kwa kama na kudharau fulani ili wewe kumshirikisha kwenye mambo yako. Mr. Pimbi atakuja. Kwa sababu kwanza wewe unamtusi kila mara kwenye TV. Sawa? Lakini ile kipindi utampatia aliko aje kwenye sherehe yako wewe. Hata kwa kama vile na wadharau fulani hivi. Sema na wakilishi. Anaweza asije yafa. Lakini Mr. Pimbi mimi na hakika nitampeleka kadi. Naelewa leo kabisa tukimaliza interview hapa nabadilisha nguo nampelekea kadi. Kwa hiyo ndio hivi. Asizo ngenda hivi. Bado nafanya kazi hapa. Na ipo na wageni hapa, mabraza. Bado wanatumia kidogo. Yeah. Kwa hiyo unaalika wasanii wengi kabisa. Wengi sana. Maana nikifanya ubaguzi wa msanii mmoja, maana kama nitaalika wasanii wengi. Sasa yeye nikimbagua kidogo, italeta sura mbaya. Kwa natakiwa tumfuate, achukue. Hii ni sherehe kama sherehe nyingine. Kwa hiyo atakiwa tuaje aje tusupport. Yeah. Vipi sasa follow kitu gani ambacho amekusupport kwenye kuhusiana na swala la ndoa? Unaona sasa siku ya sherehe, je, atanisupport kama ambavyo nitasupport na wenzangu wengine? Sasa asipokusupport itakuwa ni mbaya sana, italeta sura mbaya sana mtandaoni. Kwa sababu media zitakuwepo na wanajua nafanya kazi na nani na follow. Kwa asipofanya hivyo itakuwa ni sura mbaya sana. Lakini kama asipokusupport unaweza kuachana naye kabisa. Tutachukua hatua ya mkataba. Je, tunafanyaje? Tunahama upande wa pili au je? Hata nyakwa kabisa bodyguard wake unaweza kuwa bodyguard. Mr. Pimbi. Mr. Pimbi. Inategemea. Akiweka dau nzuri kabisa unaachana na follow. Kile kitu hela babu. Kwa hiyo una deal na hela kabisa. Kitu hela. Lakini hapo kipindi hujaoa kwa ulikuwa unaangalia tu kwanza upate jina. Jina. Unajua tushapambania jina sana hadi sasa hivi. Yafika tu tukifanya kitu kidogo kitu kinaenda. Kwa sasa hivi ukatisa kupambania hela. Yeah. Lakini vipi kwenye kazi yako bodyguard changamoto ambazo unazipata kwa familia? Kuna changamoto yote? Nyingi sana. Familia ipendi. Yeah, kuna ambao wana support na kila wengi wana support. Kwa hiyo changamoto ipo sana. Lakini mimi ni pambana, alafu mimi ni mbishi kwenye familia yetu. Ni mbishi sana. Nasikilizaje au sisikilizi mtu. Kwa hiyo mimi hata mtu akinifuata akiniambia 1 2 3. Kusikiliza na kuelewa ni vigumu sana. Mimi kwenye familia yetu na brother zangu mmoja tu anaitwa Rama. Ndio mtu ambaye yoga na uhakika akiniambia kitu naweza kusikiliza. Na uhakika. Kwa mother, father. Au ni watu ambao kidogo waga waingilie mambo yangu. Lakini baadhi ya ndugu zangu ambao ni kaka zangu na shangazi zangu wajomba zangu ni. Lakini kaka yangu Rama ambaye ni wa kwanza wanitumia mamangu. Tuaga namsikiliza sana. Huyu akisema fanya hichi nafanya, akisema acha hichi naacha. Na ndio mtu ambaye amenibeba sana. Yeah. So watu semi phone ndo alikubeba kwa kaka yako ndo anakubeba. Sana. Kakaangu Rama, anaitwa Rama. Nadhani hata siku ya sherehe atakuwepo. Sasa okay, sasa familia ilikuwa kataza masuala nani ya bodyguard. Walikuwa tegemea ufanye kazi gani? Yaani vitega chumi ni vingi sana. Na kazi zipo nyingi sana. Sema kwa wakati ambao nilikuwa sijamchukua huyu, nilikuwa bado mbishi sana. Lakini baada ya kumchukua nitakiwa sasa nitenge muda wa kuwa huku na kuwa huku. Ndio maana nikwambiaje hapa nitakiwa ni balance muda kuwa na huyu, kuwa na Ford na kuwa Mwanza. Nikienda Mwanza nafanya majukumu ambayo nikwambiaje, na kazi ya usimamizi ya majukumu ya mamangu. Kwa hiyo ukaona ufuate sana masuala familia sauti sasa. Muda umefika sasa. Sababu ushakuwa na majukumu na. Yeah. Okay. Lakini kipindi unamtongoza huyu kwa siku hivi ulikuwa ukienda mtazamo ulikuwa unacheka kama kiasi gani? Hela nyingi sana. Mimi nilikuwa sina njaa. Nilikuwa sina njaa, nilikuwa hizi shida ndogo nilikuwa nishavuka huko. Ni kweli sehemu? Unapata hela. Hela kwa unapata. Ni kweli sehemu? Ni kweli. Hela yake nyingi ambayo alikupatia kabisa ukasema mtu wangu hapa nimepatia kiasi kikubwa cha fedha. Ni hela gani? Kama 500 hivi. 500. Yeah. Kulikuwa kwenye sherehe. Kulikuwa kwenye sherehe ama tu alikupatia tu mpenzi wangu nakupatia hivi ama ilikuwa tu siku nyingine tu ya vibe fulani nini? Siku ya birthday yangu. Nakupatia 500. Yeah. Ulifanya nini 500 wewe? Nifanyia nini? Majukumu yako kabisa. Maana 500 kuimaliza 500 sio mchezo. Nunua tu nguo tu. Nguo. Nguo moja ulikuwa ununua nguo moja kiasi gani? Sasa hapo. Mtihani sasa. Mtihani. Sasa Mwamba kipindi unatoa hiyo 500 vipi lakini ulijisikia huru kabisa 500 hiyo pa. 500 baba. Zigo. Lakini hivyo tutegemea kabisa kesi unaingia ndani kabisa. Utakuwa unapewa kabisa kama kipindi ambacho ulikuwa unapewa kipindi cha leo. Utakuwa unampa kabisa. Au uta balance. Unajua 2000 tuseme ukweli sana. Unajua sisi kama kipindi vijana wengi sana. Tukiwa tunaanza kumeendea sehemu fulani hivi. Jitoa kwa kila kitu. Hiyo inafahamika sana kwa kila kijana. Lakini baada ya kupata kile kitu ambacho uko unakitaka, unakuta ile speed inafanyaje?
Kwa hata ile 500 ile sasa itakuwa ni 20,000. Okay. Ewa asante sana, leo nilikuwa na bwana Giant kupiga leo ma story na shemeji yetu Somani Piskali. Piskali kabisa hii kabisa na wanaendana. Sona kapo imekaa hii na nyooka. Bwana nasema nini kwa mashabiki zako? Nawapenda sana Giant OG. Karibuni sana Ipombo Gym tufanye mazoezi. Kuoa sio kuacha mazoezi jamani. Njoo tufanye mazoezi. Nawapenda sana na tarehe 7 wote mwepo. Utakuwa unaweza kula mkiele mida saa 12 saa 1. Mkia hapana. Sasa hivi namkia saa 4. Giant muda babu kawaida shachukua gym. Shemeji sema neno basi. Nawapenda wote tu. Sisi watazamaji. Watazamaji. Bwana, asante kwa kuwa nami mwanzo mwenga. Mimi mtangazaji wako Mr. Edward au kitakuita Masa ni boy. Asante sana.